Assalamu alaikum warahmatullah. Um, Khalid Kasa hapa naongea, ni forex trader kwa takriban sasa miaka mitatu tunakwenda wanne. Moja ya kitu ambacho nimekuwa nikikutana nacho kama ni swali ambapo leo tutakipata in my book of forex trading. Ni swali lenyewe ni kwamba is forex halal or haram? This is the world question. This is the continental question. This is very big question, especially for the Muslims. Most of the people who wanahisi forex ni haramu na wengine wanahisi si haramu. Je, kipi kitakuonyesha kwamba forex ni halali ama forex ni haramu? Watu wengi huwa wanachukulia kama forex is gambling. Gambling is just like betting. Kama vile watu ambao wanabeti mpira, wanabashiri, yani wanahisi kama forex trading ni kubashiri. Wonderful enough, nchi ambayo inaongoza duniani kwa Uislamu, yani ule Uislamu ulionyooka na Waislamu wote dunia nzima tunaelekea ni Saudi Arabia. Ambapo tunapozungumzia Saudi Arabia, mfalme wa Saudi Arabia anapatikana pale Makkatul Mukarram. Ukienda katika benki kuu za Makka wanafanya trade forex. Na katika nchi ile ndio nchi ambayo inatimiza sheria nyingi sana za Kiislamu. Pointi kubwa ambayo mimi nataka kuchukua leo, kwa nini wao wanafanya forex? Ikiwa ni haramu wasingeweza kufanya forex. Watu wanatakiwa wajue forex ni nini. Forex ni kifupi cha neno foreign exchange. Foreign exchange ni mbadilishano wa fedha za kigeni ambao unafanya online, ni digital currencies, ni mfumo ambao unafanyika online. Utabai na kusell hizi digital currency online. Hatuna utofauti au hakuna utofauti na mtu ambaye anafanya bureau de change. Yeye anauza na kununua fedha za kigeni, lakini in local way, anaweka kiduka chake kisha anafanya hiyo biashara ya kuuza na kununua fedha za kigeni. Kwa mfano, leo change ya Tanzania kwenye hela ya Kimarekani, dola moja ni sawa na shilingi 2600 plus. Kama wewe utakuwa unataka kuiuza, lakini wakikuwa wanakuuzia wao watakuuzia kwa 2700 mpaka 800. Maana yake ni kwamba ile profit inayopatikana pale juu ndio ya kwake yeye, inamfanya akae pale kwenye ile duka lake la bureau de change. That's what we are doing here. Na sisi pia tunachokifanya ni kuuza na kununua fedha za kigeni online. Na kinachoweza kufanya ujue kwamba what is the difference ya kubashiri ama kubeti kule kwenye mipira na huku kwenye forex trading. Huku kwenye forex trading sisi tunafanya kitu kinaitwa technical analysis. When you do technical analysis, maana yake ni njia ya kisayansi ya kujua uelekeo wa bei utakuwa unaendaje. Ni sawa sawa na wewe umenunua mahindi mengi sana, umeweka ndani. Umenunua leo, huwezi kuyauza kesho. Obviously lazima utasubiri. Unasubiri nini? Bei pande. Kwa nini nasema nitauza wiki ijayo? Kwa sababu unajua kwamba wiki ijayo bei kutokana na imefika leo, labda ulinunua shilingi 60,000, sasa imefika 80,000. Najua mpaka wiki ijayo itakuwa imefika labda 90,000 zone. Sasa nitauza. Kwa kama utauza, maana yake una profit ya karibuni shilingi 30,000 ama 20 na. Kwa hiyo hilo la kwanza. Lakini la pili ingelikuwa watu wanafanya forex ni sawa na beti, basi inawezekana Tanzania nzima au African au hata watu wengine wanaodhani kwamba forex ni haram wangekuwa na wenyewe ni big betters, wangekuwa ni wabashiri wakubwa sana, au wanafanya ni betting. Kwa sababu assume kwamba wewe na mtoto wako anasoma, kasoma darasa la kwanza mpaka la 7. Lengo lako unataka akisoma akimaliza apate ajira. Lakini unampeleka shule kuanzia darasa la kwanza chekechea miaka mitatu. Anasoma la kwanza mpaka la 7 miaka 7. Ukijumlisha na mitatu ni 10. Unatoka 10 unampeleka form 1 mpaka form 4 miaka 4. Inakuwa miaka 14. Unamuongezea form 5 na form 6 miaka 2, inakuwa miaka 16. Unampeleka chuo kikuu miaka 3, inakuwa jumla miaka 19. Umempeleka shule mtoto kwa kuwa unajua atakwenda kuajiriwa. Lakini una uhakika ataajiriwa? Unabeti. Kama huna uhakika kwamba huyu mtu ataajiriwa, maana yake unabeti. Na ulikuwa unafanya kutoa pesa siku zote kwa kumwandaa mtu ambaye huna hakika kama ataajiriwa. Huko ni kubeti. Lakini je, nikuulize wewe sasa ambaye utasema labda forex ni haramu, wewe haubeti? Kinachofanyika hapa technically ni kwamba ulimsomesha, na takiwa una malengo ya kwamba unamtengenezea maisha ya kesho yawe ni ya kujitambua, na elimu anayoenda kuipata imsaidie kwenye maisha yake ya kila siku, aidha ya kumjua Mungu au kujua mazingira, kama ni secular au ni elimu ya dini. Mwisho wa siku aweze kuyamudu maisha yake ya kesho. Tunapozungumzia kuhusiana na forex trading, this for me what I know is not haram. This is halal. Na why nasema hivi ni kwa sababu nina hustle for 3 years to learn. Betters anaweza kaenda leo hata kwenye kibanda cha kuonyeshia cha wale betters,
Anafika pale anachukua mkeka wake, anaanza kuchora chora, na mwisho wa siku anabashiri kama atapata au atakosa. Sio lazima usome, na you don't need to learn. Lakini ukizungumzia suala la forex trading, you must learn. All big banks in the world are doing forex trading. Benki Kuu ya Tanzania hawauzi mahindi. What they are doing is this forex trading. Na ndio maana katika watu ambao wanafanya forex trading ni watu aina tatu. Maybe kuna zaidi, lakini watu watatu. Kuna big banks, benki kuu zile za kimataifa, ikiwemo Benki Kuu ya Tanzania. Kuna financial institutions, zile taasisi za kifedha duniani, ikiwemo Tanzania zipo, na retailers, ambao retailers ndo sisi ambao tunafanya kwa mmoja mmoja. So together what we are doing is dealing with currencies. So for me, I can be proud for myself for having this skills, na ninashauri na mwingine asikate tamaa kujifunza, na natakiwa pigane sana. Usije kumuuliza mtu ambaye hajui is this haram or halal, well it doesn't know even what is forex. So you must know what is forex, then once you go there, go with kifua mbele, so as unaweza ukafanya kitu ukiwa unajiamini. See you at the